Jambo la pili, sisi sasa hatujakuja hapa kwa siasa. Lakini unajua mtu ya siasa akikuja pale anaongea tu siasa yake tu, hajui hapa ni mazishi, hajui hapa ni harusi, hajui hapa ni pali mtu amezaliwa, yeye anaongea tu. Hiyo ndio ile kichaa mtu ya siasa hako naye. Yeye hajui. Sasa hapa tunafanya kazi pamoja na mbunge wenu, Mama Naisula. Huyu mama shupavu, mama hatari sana kwa bunge. Mimi nikiwa bunge na kuna jambo fulani lazima niongee naye nisikie ushauri wake. Kama anapinga mimi nawacha. Kwa sababu yeye ni mtu anajuana na watu wengi hapa ndani ya bunge, anaweza haribu hiyo kitu. Lazima niite kwanza niseme unaonaje hii maneno, sema iko sawa au tuendelee basi. Mmechagua mama mzuri sana, mama ambaye ana ujasiri na anajua kazi ya siasa kabisa. Huyu hako na ficha mzuri sana ya kisiasa, Mungu akimwacha. So mimi nashukuru nyinyi. Senator vile amesema ni rafiki yangu. Lesepe ndio amefanya tumekuwa marafiki. Lakini ile kitu nimeshangaa leo, Senator alikuja Senate kama yeye ni kijana mdogo sana. Sasa hiyo amekuwa mzee, sijui ni shida gani hii. Si Senator amekupata. Hata nywele karibu inaruka kwa kichwa yote. Hii ni shida ya siasa hii. Hii ndio siasa. Karibu sana kwa siasa Senator. Lakini yeye pia ni mtu ambaye tumefanya naye kwa karibu. Unajua mimi ni Msomali, nimechaguliwa na Wajaluo, na mimi ni rafiki wa Samburu. Wale wanafanya kazi kwangu wa Samburu sio Lesepe peke yake. Kuna wengine wengi wanafanya hapo, 3, 4. Lesepe ndo lilete hawa moja moja, Ndonga, sijui yule mwingine anaitwa nani, wako wengi sana. Mimi nikitaka tu natuma yeye, naambia tafuta watu, analete. Yeye pia anatoa tu hapa tu. Yeye pia ni mtu anapenda jamii yake. Haangalii mbali. So tunafanya na hao vizuri. So mimi nimechaguliwa huko na Wajaluo, lakini kama ningetafuta kabila ingine, ningechukua Samburu. Ningesema mimi ni Msamburu. Hata sura inafanana tu, sio tofauti sana. So tumefanya pamoja namna hiyo, na tutafanya pamoja na viongozi wenu. Mko na watu ambaye tunaweza fanya kazi pamoja. Jambo la tatu, kwa sababu ya mvua, hatuwezi kusahau, kwa sababu nyinyi ni watu yetu. Na senator na mbunge wataleta report vile mambo imeenda, kwa sababu hawa ndio tutakuwa nao Nairobi. Hatuwezi kusahau watu wetu, tutatembea pamoja mpaka tumalize hii safari. Asanteni sana, Mungu awabariki. Pia Junet, ili ni alike senator wetu. Junet, tumeona ile kazi umefanya. Junet kwa bunge, na usicheke, unajua nataka kusema nini. Junet anaambiwangwa mimi na wachache wetu, na mnisamee leo kidogo, amukwa mazishi zetu hatuongeangi mambo kama haya ya siasa, lakini hiyo hapa yaltungani kitok na ni leader hata ndani yetu. Kwa hivyo maitaruo imurie, si leo munikubalie. Tanaka, si ndio? Mheshimiwa Junet, mimi ni maskatia na yeye kwa bunge. Na kaanga tu karibu na yeye kwa Azimio, tunapanga vitu na yeye, na mimi namshukuru sana because he's a leader. Ile kazi ambayo anatufanyia kwa bunge kwa upande wetu Azimio ni kazi mingi sana. Na Mheshimiwa Junet, mimi nakuombea Mungu, Mheshimiwa Wandai, Mungu amembariki, ameenda kule juu, amepata kazi ya waziri. Mimi naomba Mungu akupatie hiyo kiti yake ili utuongoze kwa hiyo bunge. Amoja nuku tumabaki hiyo pastoralist mosho kiki nkai amu atatusaidia sisi na madha na ako nenye minority leader meili apna bakela sepepe na tene na teidie to golo Junet. Wewe ukipanda juu pia lesepe atakuwa amepanda juu kidogo kule. Jambo la pili ambalo ningependa kuambia Mheshimiwa Junet. Kwa siasa ya Kenya vile tumeona ya kwamba kuna watu ambao wameteuliwa kwa Azimio kwenda kujoin serikali. Tunaona inaitwa broad base government. Lakini hiyo ni kama tu ile handshake yetu na Uhuru. Lakini sasa hii ni broad base, inalete wa Kenya wote pamoja. Juzi upande wote walichagua watu. Mimi ningekuomba hivi, sababu wewe ndio mtu yetu ya hapo karibu. Mukitengeneza tena watu wengine, Mheshimiwa Junet, wewe kumbuka Samburu.
kumbuka Samburu. Vile uko na lesepe, kumbuka Msamburu. Kwa sababu it is unfair as a country, sisi watu wadogo ama wachache tukiomba hizo nafasi, tunaambiwa tuache tribalism. Lakini wale wengine, those positions have to be filled by human beings. And those human beings must come from a community. So what is wrong if my community says, tukifanya broad base, tafadhali utukumbuke? Tanaka? Iko makosa. Ikibaye UPS, ikibaye tukiwa juu Uhuru akiwa na baba. Na wao unajua hii Wasamburu wanapenda baba. Mimi nakwambia tangu wakichagua mimi kwa chama ya TNA, mwingine URP, mwingine nini, baba hata anakosa 0 kiongozi hapa. Lakini raia wanapea tu baba kura. Sijui baba aliwafanyia nini? Taname dede. Yaani wanatuambia sisi tutakupa kura, baba sisi tunampenda. Na sisi tunampenda baba sana. He has fought for this country. He has stood with the people of Kenya. Na ndio sababu watu wamesema there are 4 institutions in Kenya. There is the executive, there is the legislature, there is the judiciary, and then there is Raila Amolo Odinga. He is also an institution. And so sisi tunasimama na yeye na tunamsupport kwa kazi ile anafanya. Kwa hivyo kukienda hivyo usitusahau. Na Wasamburu sisi pia, Mheshimiwa Junet, na uchunge kwa Azimio. Watu wasichokore sana Mheshimiwa Uhuru. Uhuru alisimama na sisi tukiwa Azimio, Mheshimiwa, na hii ndio jambo la mwisho ili nikae. Unajua fisi akitaka kula mtoto yake, anaanza kusema anakaa kama kondoo. Sasa kwa Azimio mimi nimeona ni kama tunaanza kuita Uhuru kondoo. Kwa sababu tunataka kumtema, tunataka kumkula. Mimi nataka kukuambia, there are many orphans in this country who are put aside kwa sababu ya Uhuru. Kuna vijana wetu kama kina Saidimu Leseto wa KRA walifutwa kwa sababu walikuwa wanafanya kazi kwa serikali ya Uhuru. Na hakuna makosa walifanya. They were serving this country at that particular time. Kwa hivyo sisi tunasema watoto wa Uhuru na Wasamburu tuna sababu tulikuwa tunapenda Uhuru. Tulipata lami kwa mara ya kwanza. Tulipata stima huku mashinani mara ya kwanza. Title deeds tulipata kwa mara ya kwanza. Ya Modam tulipata kwa sababu ya Uhuru. Tanami kisha myo Uhuru. Kwa hivyo Azimio tusiletee Uhuru mambo, tukae tu na yeye kama mzee ambaye ameenda retire tukisonga mbele. Nimezungumza mengi, umeona hii area yetu. Sisi bado tuko ODM. Sisi tuko nini? Vile Leisula amesema, unajua nchi yetu wanasema kuna 3 arms of government. Kuna executive, legislature na judiciary. But unajua baba pia ni 4th arm of government. Yeye pia yako kivyake. Yeye pia ni mtu unamjua. Kazi yake ni ngumu. Ni mtu ambaye ako na wananchi. Sasa hawezi kufanya vitu hivi tu bila kushauriana na baba. Si namna hiyo. Yuko mtu anaweza jaribu hiyo. Ukijaribu si utaanguka tu. Sasa sisi watu wetu wengine wameingia kwa serikali. Watu wengine na wengine wataingia. Lakini sisi ndani ya bunge ambaye mimi ni whip bado tuko ODM. Tunasimamia wananchi na tutafanya kazi yetu kwa bunge vile wananchi wanataka. Na lazima serikali ambaye hata kama wale wametoka kwetu wameenda, wasipofanya mambo kwa manufaa ya wananchi, bado tutapinga tu. Bado tutapinga. Lazima wafanye mambo kulingana na vile wananchi wanataka. Tumeelewana hiyo? So sisi kama ODM tutakuwa na chama chetu cha ODM. Na kiongozi yetu ni Baba Raila Amolo Odinga. Unajua juzi niliona Biden akiongea akisema ya kwamba ile kitu itamtoa kwa hii maneno ni Mungu akikubali tu. Sisi pia tuko namna hiyo na Raila. Ni Mungu tu anatoa yeye, sio sisi. Sisi hatuna nguvu ya kutoa yeye. Yeye ndio baba yetu, yeye ndio kiongozi yetu. Lakini sisi ile kitu ambaye tulikuwa tunapigana naye ni ubaguzi. Sasa ile serikali imetengenezwa, watu wanasema hawa ni watu ya Azimio, hawezi kuwa kwa serikali.
hawa ni watu wa sijui kabila fulani, hawezi ingia kwa ofisi. Sisi, hii ni ushuru yetu. Kila mtu hapa Kenya analipa ushuru na kila mtu wako na haki ya kufanya kwa serikali. Na tutahakikisha Mungu akikubali watu kama Saidimu wamerudi kwa serikali. Wewe ngoja tu utaona. Kwa sababu sisi tunataka kila mtu ajisikie yeye ni Mkenya. Wale ambaye hafai kwenda kwa siasa, kwa serikali, wawache watu kama sisi tupige siasa. Sisi hatuna haja na serikali. Sisi tutapiga tu siasa hapa nje kwa matanga namna hii. Lakini wale ambaye wanataka kufanya kazi kwa serikali, wapewe nafasi, wapewe ruhusa ya kwenda kufanya kazi kwa serikali. So mtu asiseme ya kwamba sasa ODM imemeswa. ODM hawezi kumeswa. Hakuna chama kubwa kushinda ODM hapa Kenya. Hii ingine yote ni kama kuku, ni vitu ndogo ndogo. Wamekuja nyuma yetu. Chama ambaye iko miaka 20 na kadhalika ni ODM, ama iko chama ingine. Hata hii ya wakina senators zimeanza tu juzi. KANU sasa imebaki na Laisula peke yake. Iko mtu mwingine iko KANU. Chama ni ODM. Tumekubaliana watu wa Samburu, ama mimi nasema uongo. Lakini lazima watu wetu ya ODM pia wasaidike. Si namna hiyo? Lazima wasaidike, lazima wapate huduma na maendeleo na manufaa kutoka serikali. Na yule mtu ya ODM ambaye ako na ujuzi kama John Mbadi, mtu amesoma sana mambo ya hesabu, mambo ya finance, kama yeye anataka kwenda kusaidia serikali, aende tu asaidie. Mtu kama Oparanya, mtu amesoma sana mambo ya accountant, sijui nini, aende asaidie hawa. Kwa sababu wanahitaji ujuzi. Waende wasaidie hawa tu. Lakini sisi bado tuko hapa tunapima hawa. Tunapimana. So hiyo ndio vile siasa iko. Siasa iko namna hiyo. So sisi hatuna shida na mtu kwa sababu hatutaki nchi yetu pia ianguke. Tunataka nchi yetu iendelee vizuri. Sasa kwa sababu nchi ikikwisha, nchi ikianguka, sisi yote tutaanguka. Na baba hawezi kubali hiyo. Baba amesaidia hii nchi mara ngapi? 2007 mnajua yeye ndo alishinda uchaguzi, si alishinda? Wakati sasa wengine wakalete nyoko akasema wacha mkae naye, tukae tu namna hii vile tulikaa mpaka 2013. 2017 ikakuwa namna hiyo. Uhuru akakuja akasema mzee tuongee kwa sababu hapa mbele naona giza. Akasema okay, wewe endelea tu. Inaonekana Kenya Kwanza pia waliona giza hapa mbele. Wakasema mzee iko wapi? Kuja uangalie hii maneno, tuletee sisi watu 2 watatu ya kusaidia, lakini wewe endelea na mambo yako ODM. Si hiyo ndio maneno iko. Waliona giza hapa mbele. Hatuwezi kubali nchi ikufe kwa giza. Lakini sisi bado tuko OD. Hiyo ndio multi-party democracy. Hiyo ndio sera ya siasa. Senata, tumekubaliana. Ukileta kitu ya maana kwa bunge ambaye inasaidia wananchi, ambaye imeletwa na serikali, tutaunga mkono. Ukileta vitu nyef ambaye hawezi kusaidia wananchi, tunaangusha. Hiyo ndio msimamo yetu. Kwa hiyo machache, sitaki kwenda zaidi ya hiyo. Nilienda Kasipul kwa Ngondo Were. One of the ladies ambaye anafanya kwa ofisi yangu ni Mkalenjin. Ameolewa na Mjaluo. Bwana yake akafariki juzi, nilienda mpaka kule kumzika huyo bwana ya Judy ambaye anafanya na mimi. And you know sometimes ni rahisi sana sisi kufanya hii kazi yetu kwa sababu ya kura. Junet angetafuta mtu wa Suna kwa sababu atapata kura. Lakini akachukua mtu wa hapa. Na Junet amechaguliwa mara 3. Hata mimi wakati nilikuwa naandika watu kwa ofisi yangu, niko na Mkikuyu, niko na Msamburu, niko na huyo Mkalenjin, niko na Mjaluo. Watu wengine wananiambia Naisula utafutwa kazi. Si mmenichagua mara ngapi? Mara 2. Junet, continue doing well and remember Kenyans, Mungu atakubariki. Payo na baki yola rikok, tabara yana nikijo ito yoke hata Kenyans, ndio watu wamefukuzwa manyumbani kwao.
We want people to live peacefully, watu walime mashamba, watoto waende shule, ili Samburu West na Samburu County tusonge mbele. Kwa hivyo ukionanga nikilia kwa bunge, unisaidie pia useme I've been to Samburu and I know. Na hata wewe ukitaka shamba, kuja hapa Lesepe akutafutie. Wewe ni Muislamu, ukitaka bibi ya pili, kuja tafuta. Asante sana. Tunashukuru Mungu sasa kwa sababu tuko pamoja. Tunataka kuwahudumia Wakenya na tunashukuru kwa sababu amekumbuka wandugu zetu ambao wako hapa wanafanya kazi na hao. Karibuni sana Samburu. Hapa ni Samburu West, mahali Mheshimiwa Nasrullah anasimamia. Na hapa ndio tuko na shida kubwa ya vita. Ukiona Mheshimiwa Nasrullah akilia kwa bunge, analia kwa sababu hii ardhi ambao unaona ni mzuri sana. Hakuna mtu hataki hapa. Kuna watu wengi wanataka kununua shamba. Na kuna watu wengi wanaleta vita kwa sababu ya mambo ambayo hatujui. Na tunasema asante na tunakuombea kwa ile kiti ambayo sisi tunajua utaweza pata. Na utapata. Basi ukipata hiyo, na pia kunasikia kuna mazungumzo mengi. Sababu kuna hiyo inaitwa broad based government, ile ambayo wana form. Sasa tumeona waziri wameingia. Hata waziri wa fedha, hata tukitaka pesa hapa kwetu ya kutengeneza barabara ya Losup ama zingine, tutakimbia kwa Junet. Sasa kwa hiyo mkiendelea na mazungumzo, kwa sababu najua ni kiongozi mkubwa sana kwa hapo. Pia kuna Wasamburu wetu ambao walikuwa Azimio. Na kwa kura ya president, Azimio ndio walishinda hapa kwetu. Sasa huko wakifika huko kwa PS, nasikia kuna ndugu wetu Abiola Ilojile Setu. Pia alikuwa anafanya kazi kama commissioner kwa KRA. Lakini alifutwa. Sisi tunaomba huyo kijana amesoma, huyo mzee amesoma, ako na PhD. Ni Msamburu mmoja ambaye amesoma zaidi kuliko sisi wote wengine. Na tunataka utusaidie huyo apate kazi. Na pia kuna ule governor ambao alisimama na Azimio anaitwa Lesiembe. Na deputy wake anaitwa Leremori. Pia wawekwe mahali kidogo tu, kwa sababu hata governor wetu hapa, ule senator ambao nilikuwa na furugana na yeye kwa siasa, yuko kwa ofisi yake. Alikuwa Azimio. Na sisi tunashukuru, na mimi pia nilisema kanisa bali kule ngwaneje to ijike mitiki lelegwe